Nasikia sauti ya... Aling'aa kama nyota. Alitufundisha dhamani ya lugha na umuhimu wa kuienzi na kuwa lugha ni kiini cha utambulisho wetu. Ken Waliaula Walibora alizaliwa mnamo Januari 6 mwaka 1964 katika kijiji cha Baraki, kaunti ya Bungoma, na safari yake ya maisha ikajaa maarifa na mapenzi ya dhati kwa lugha ya Kiswahili. Alitamba kwa riwaya yake maarufu Siku Njema iliyochangia pakubwa katika kukuza fasihi kwenye shule za upili. Bali na Siku Njema, vitabu vinginevyo alivyoandika ni Kidagaa Kimemwozea, Ndoto ya Almasi, Ndoto ya Amerika, Kufa Kuzikana na Damu Nyeusi, miongoni mwa kazi nyingine nyingi. Alikuwa mtangazaji. Mpendwa mtazamaji, hii leo katika Sema Nami tunazungumza na Waridi Tamu, msanii chipukizi anayeimba na kutunga mashairi. Na alitambuliwa kwa unyenyekevu wake, upole na uwezo wa kusikiliza hoja za wengine kwa umakini. Alikuwa na msimamo thabiti katika kukuza na kuendeleza lugha ya Kiswahili, akisisitiza matumizi sahihi ya lugha kwenye vyombo vya habari na elimu. Mnamo tarehe 10 Aprili mwaka 2020, Ken Walibora alifariki dunia. Hii ni baada ya kugongwa na gari kwenye barabara ya Landis. Na ikumbuka siku ile kama jana. Kipindi kile ilikuwa ni siku 25 tu tangu shule kufungwa nchini Kenya kutokana na janga la corona. Nilikuwa ndio nasubiri kuhitimu shule ya upili. Alikuwa amepeleka mbioni Machokora. Kukuruka barabara, kavuka barabara ya kwanza, kuvuka hii nyingine gari ikamgonga akaanguka chini. Landis Road ya cross barabara kwa mguu, ya hatujui alifikaje huko. Hiyo bado inafanya uchunguzi. Mtazamaji, wanakufa watu, wanafariki waja dunia kila dakika, kila sekunde. Kugua ni sunna, lakini kuaga ni fardhi. Wanadini wanasema kila nafsi itaionja mauti. Inasemekana kuwa baada ya kugongwa na gari mwendo huo wa saa 3 asubuhi, Walibora alisafirishwa na ambulensi ya kaunti ya Nairobi akiwa hali mahututi mpaka kwenye eneo la dharura la hospitali ya serikali ya Kenyatta saa 4:30 asubuhi. Hapa alishinda siku nzima bila kushughulikiwa hadi mwendo wa saa 6 usiku alipoikata roho. Kwa nini mwandishi mashuhuri kama Ken Walibora aliyeinua lugha yetu na fasihi yetu anawezaje kuachwa hivyo bila msaada hadi kufa? Ikiwa hili lilimtokea yeye, je, ni watu wangapi wengine wa kawaida wanaopoteza maisha yao kwa kimya hivi? Je, hali kama hii bado ipo nchini mwetu leo? Kwa nini? Na kama itaendelea, ni roho ngapi tena zitapotea kama ya Ken Walibora? Uchunguzi wa maiti ulibaini kuwa upande wa kulia wa kichwa chake Ken ulikuwa umejaa damu. Damu iliyovuja kwenye ubongo wake. Mkono wa kulia nao ulikuwa umevunjika na vidole vyake vilionyesha alama za jeraha lililofanana na la kukatwa kwa makusudi katikati ya kidole gumba na cha shahada. Majeraha haya yalionekana zaidi kama ya shambulio, si ya mtu aliyeanguka tu barabarani. Hili linazua swali zito. Je, Walibora alishambuliwa kabla ya ajali? Alikuwa akikimbia mtu? Na je, kuna watu waliokuwa wakimfuata siku hiyo? Na kama ni ukweli, kwa nini haijulikani mpaka leo ni nini hasa kilichotokea kabla ya kugongwa na gari? Na je, Walibora alikufa kwa ajali au kwa mikono ya watu waliotaka kunyamazisha sauti yake? Nitakuacha na maneno yaliyoandikwa na Alex Kiarie, mmoja wa wanahabari waliofanya kazi na Walibora. Ama kweli, kaburi ni tumbo lisiloshiba. Sio siku njema kwa waliokujua Profesa Walibora. Kwetu wa Kenya na kwa wale uliowalea, kidagaa kimetuozea, japo kwa sasa. Dunia ilikuwa jukwaa yako, ulicheza ukaacha jina. Safiri kwema. Mimi
ni Ann. Asante kwa kutazama. Tafadhali bonyeza kitufe kilicho hapo chini, subscribe, share na like ili tuendelee kuangazia hadithi nyingine muhimu kama hii. Lakini ninachoomba na kariri tena kwamba tuwe na mioyo mikunjufu. Wapo wengi wengine tuliowasaidia walipoingia katika vyombo vya habari. Na kuhusu uwanja mwingine tofauti kidogo, uwanja wa uandishi, sisi wengine tumesaidiwa kwa njia moja kwa moja ama njia isiyokuwa ya moja kwa moja. Wakati